Habari vijana wenzangu, mambo vipi? Natumaini unaendelea vizuri na majukumu yako ya kila siku. Ni rafiki yako, naitwa Elias Jacobo. Viko vitu kadhaa ambavyo nataka nikushirikishe siku ya leo, na ni vitu ambavyo ninaamini kama utavifuatilia kwa makini na kuweka msingi wa usikivu kwenye haya ambayo nakwenda kushirikisha, kuna namna yatakusaidia. Liko jambo ambalo nimependa ni share na wewe. Tumekuwa tukikutana kwenye masuala ya neno la Mungu na mambo kama hayo, lakini leo nimeona nikushirikishe kwa habari ya fursa 5 muhimu ambazo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan inatoa kwa vijana. Ukiwa kama kijana mwenzangu, it's my prayer, natamani hii fursa isikupite. Kumekuwa na changamoto ya kwamba vijana wengi wamekuwa wakiona kana kwamba serikali imewaacha. Wamekuwa wakiona kana kwamba serikali haitambui uwepo wao na haifanyi jitihada yoyote kuwafanya wao wawe ni wanufaika wa zile fursa ambazo serikali inatoa. Lakini natamani kushangaza siku ya leo kukwambia kwamba si sawa. Si sawa kwa sababu serikali, hususan serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan imetenga fursa nyingi kwa ajili ya vijana. Kuanzia kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi, chama ambacho ilani ambayo inaisimamia kutekeleza, mpaka kwenye utekelezaji wa uhalisia katika serikali, kuna namna serikali imeweka mikakati madhubuti kuhakikisha ya kwamba kila kijana anapata fursa hiyo. Na changamoto kubwa kwa sasa imekuwa sio fursa tena. Changamoto imekuwa vijana wengi hatuna taarifa sahihi, vijana wengi hatuna maarifa na ujuzi unaohitajika ili kupata fursa hizo, lakini pia vijana wengi hatujui mchakato kwa uhalisia wake ambao tunapaswa kuupitia ili kuwa sehemu ya wanufaika wa hizo fursa. Na kwa sababu hiyo nikaona kama kijana mwenzako, nikiwa kama kijana, basi nikusaidie kwa angalau kukupitisha kwenye baadhi ya mambo ambao nina uhakika yanaweza yakakufaa na yakakusaidia sana. Kwa hiyo nikuombe uchukue muda wako vizuri kunisikiliza, kufuatana nami ili kwa pamoja tupate maarifa ambayo kama vijana yataweza kukutusaidia kufika hatua nyingine. Lakini kitu ambacho natamani uelewe pasipo shaka kabisa, natamani uelewe ya kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeandaa fursa nyingi kwa ajili ya vijana. Ni wewe tu kijana mwenzangu kuamua kufuatilia, kuchukua hatua na kuwa mnufaika wa fursa hizo. Fursa ya kwanza ni uwepo wa mikopo ya 10% inayotolewa kwa vijana bila riba. Listen to me, nisikilize kwa makini. Serikali inafahamu ya kwamba tuna changamoto ya mitaji. Kama vijana, umesoma, umetoka chuoni, una wazo la biashara, unatamani kufungua kampuni yako bado ni changa, mko kama kikundi au mtu binafsi, lakini inakuja changamoto kubwa ya kwamba hatuna mitaji. Hususan tumetoka chuo moja kwa moja, tuna mawazo ya kibiashara lakini hatuna capital. Kwa kutambua hilo, serikali ikatoa mwongozo kwa maelekezo na ikaongeza usimamizi kuhakikisha ya kwamba 10% ya mapato yasiyolindwa yanayokusanywa na halmashauri yoyote inatengwa maalum kwa ajili ya kukopesha makundi ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Kwa ile 10% inatengwa kwenye formula inaitwa 442. Kwa maana ya 4% kwenye ile 10 iliyokusanywa inaenda kwa vijana, 4% kwa wanawake na 2% inaenda kwenye makundi ya watu wenye mahitaji maalum. Nikupe mfano mwepesi ili uweze kuelewa. Kama halmashauri imepanga kukusanya bilioni 1 kwa mwaka wa mapato husika, mwaka wa fedha, maana yake 10% ya bilioni 1 ni milioni 300. Kwa zile milioni 300 zinagawika kwenye makundi matatu. Kundi la kwanza, 4% ya zile milioni 300 kwa maana 40% zinatengwa kwenye kundi la vijana, 40% zingine kundi la wanawake na 2% kundi ya watu wenye mahitaji maalum. Chukulia mfano, ikiwa ni milioni 300, maana yake ni kwamba 4% yake au 40% yake ugawa kwenye makundi matatu, unazungumzia around zaidi ya milioni 30. Zaidi ya milioni 30 zinawekwa pale kwa ajili ya vijana. Hasa ndugu zangu, fedha hizi ambazo zinatengwa zaidi ya 30, zaidi ya milioni 50 plus 70-80 hapo. Kwa hiyo kitu ambacho natamani uelewe ni kwamba hizo fedha zinatolewa kwa vijana bila riba. Hatua gani unachukua? Hatua ya kwanza, lazima muwe kwenye kikundi cha watu watano. Watu watano vijana ambao mnaweza mkaamua muombe mkopo wa pamoja au muombe mkopo kila mtu kwa shughuli yake.
Nisikize kwa makini. Mkiwa watu watano, mnaweza mkaomba mkopo wa pamoja au kila mmoja akaomba mkopo kwa shughuli yake. Kama huyu ni bodaboda, mnaweza mkajiunga vijana watano, mmoja akawa ni bodaboda, mwingine mamalishe, mwingine machinga wa kutembea, mwingine mpaka kucha, mwingine mpaka rangi za kucha wale, lakini mwingine akawa na shughuli nyingine yoyote. Wale vijana watano wanaweza wakatengeneza kikundi kimoja na kila mmoja akaenda kuomba fedha kwa vile anavyohitaji. Huyu ataomba milioni 2, huyu milioni 3, huyu 500,000, huyu milioni 1 kwa kadiri ya uwezo wa kijana na mtaji ambao anaohitaji. Baada ya hapo, kwa pamoja kama kikundi mnaenda kuomba mkopo huo. Hatua nyepesi za kufanya. Kila kijana kwenye kata yake, nenda katika ofisi ya mtendaji wa kata unayoishi. Nenda kamuulizie mtu anaitwa afisa maendeleo ya jamii. Maafisa maendeleo ya jamii, kwa bahati nzuri serikali yetu imetoa ajira karibu nchi nzima. Kuna ajira ilitangazwa mwaka 2023, maafisa maendeleo nafasi 1000, zaidi ya 800, nafasi 800 zilikuwa, lakini waliajiriwa watu mpaka 100, zaidi ya 1000. Wale maafisa wote wengi wamesambazwa kwenye ngazi za kata ili kuhakikisha kwamba kila kijana anafikiwa mahali popote alipo. Kijana mwenzangu, hili halitaki kukupita. Hakikisha na unajitahidi. Kama kijana unaifahamu tija yako, unaifahamu sababu ya kuwepo, mwenye wazo la biashara, fursa hii isikupite. Hakuna connection wala unajuana na nani. Cha msingi ni nani, ni ofisi gani umefika. Nenda ofisi ya kata, kamuulizie mtu anaitwa afisa maendeleo ya jamii. Atakusaidia kutengeneza katiba, kuandika andiko la mradi na kuomba huo mkopo. Ukiendelea kutulia nyumbani, kijana mwenzangu, ukasema kwamba inakuaje hizi fedha zinatolewa kwa connection mpaka uwe mtu wa chama, labda utashangaa na kila mtu, kwa sababu fedha hizo wanatoa kila kukicha. Kila kukicha fedha zinatolewa. Hakikisha hilo jambo halikupiti kijana mwenzangu. Utanishukuru baadaye.